ukiona upo katika mahusiano, mtu anakuambia kwani wewe unatakaje, ujue hapo penzi limeumaliza mwendo, ndugu yangu. Wala unataja ya kuhoji, sijui kutaka kumjua nani aliyembadilisha, nani anayekuibia mtu wako. Mtu wako hawezi kuibiwa bwana, isipokuwa ameona aende kwa mtu ambaye ni bora kuliko wewe. Kwa mwache aende, maana siku zote ukikumbatia moto matokeo yake lazima utakuunguza tu, au ukikumbatia bomu utegemea ipo siku litakulipukia. Kwa hiyo huna haja ya kumganda sana, kwa sababu hapo itakuwa ni kipindi kimefika sasa ambacho hata makosa yake yeye inabidi wewe uombe msamaha. Na siku zote yani binadamu yoyote huwa anauawa na kile anachokipenda. Yani unachokipenda ndio kinachokuua. Ukipenda ngono ndio itakuwa, ukipenda pombe ndio zitakuwa, ukipenda anasa ndio zitakuwa, ukipenda magari hivyo. Yani unachokipenda wewe ndio kitakachokuwa hicho hicho. Ukipenda uizi, mwisho wa siku ndio utakaokuwa huo. Hapo wewe inatakiwa ujiweke pembeni, umshukuru Mungu kwa kuonesha, labda kwa kuonesha njia kama ni mapema, kwa sababu uko mbele lazima hilo bomu lingekuja kukulipukia tu. Maana mtafuta sababu hakosi sababu. Ukiendelea kukumbatia, tegemea yafuatayo. Utaanza kutafutiwa sababu, kwa sababu mtu anapotaka uhuru lazima kutafutia sababu za yeye kuwa huru. Kwa kama haja kuua, ndio ile unakuta unaogelea lakini mtu anakuambia unanitimlia vumbi sasa. Mwache awe huru, kwa sababu kisicho riziki akiliki. Mungu atakupa kufanana naye, maana kila mmoja Mungu atampa kufanana naye. Kwa huenda hiyo sehemu ilikuwa sio fungu lako, yani ulikuwa una force. Wapendwa wetu wengi wameuawa, wengine wamejinyonga, wengine wamekunywa sumu kwa sababu ya kung'ang'ania kisicho riziki. Ifikie muda tujifunze kuachilia vitu, tujifunze kubayana matokeo, kwa sababu Mungu anaona yale ambayo sisi hatujaona. Sisi tunaweza tunaona kitu ni sahihi, lakini kumbe Mungu anakiona sio sahihi, na ndio maana anakuepushia mapema.